ni kwamba mpaka sasa kinachofahamika ni kwamba hayo maandamano ya Oktoba 29 yameratibiwa na wanaharakati mitandaoni, yakaitikiwa na vijana mwingine, lakini wewe ni kwa mara ya kwanza nasikia unataja chama cha siasa. Mimi nasema na nitaendelea kusema kwa sababu wanaharakati, hata mimi ni mwanaharakati, umenifahamu mimi ni mwanaharakati, lakini kitakachotolewa, ikiwa mimi kauli hii nimezungumza mimi kwamba hakuna uchaguzi bila mabadiliko na wengine wakaibeba, ni kauli ya nani? Ni ya Makame, kama nimezungumza mimi hivyo. Kwa hivyo hata na samahani, hata matamko yaliyokuwa yakitolewa na baadhi ya taasisi za dini walikuwa kuambia tusifanye uchaguzi, kwanza tuende kwenye katiba, yale ambayo kwa alikuwa naratibiwa na Chadema. Tuzungumzeni ukweli kuambia Watanzania, tusi kwa sababu unapoficha kwamba ukimwi unapatikana kwa njia ipi, ina maana kumfanya haki yule ambaye kwa anakuja kupata ukimwi. Sasa tunapokaa kwenye vyombo vya habari tusipozungumza ukweli, nani aliyesababisha haya, tutakuwa hatuwatendei haki. Mnifahamu? Wao baada ya kususia matokeo yake wakaona tutakinikisha. Ziko kauli tutakinikisha, tutazuia uchaguzi. Kuzuia uchaguzi kuna njia nyingi. Sasa ikiwa leo kuna watu wanakuambia, wengine wanakuambia wazi kwamba Heche alipokwenda Nairobi kwa ajili ya maziko ya nani, aliorganize na watu baadhi ya jenzi waje washiriki katika maandamano. Wako watu wanazungumza kwenye mitandao. Maana ikiwa mtandao kila kinachozungumzwa na hicho kinazungumzwa. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba wao walikuwa wanashindana na serikali, na mpaka sasa hivi wanashindana na serikali, kwa sababu ikiwa serikali inakwambia tufanye uchaguzi, wewe unasema kama hujafanya mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa ikiwa leo yanatokea na tutazuia, tutakinukisha. Kukinukisha ni vipi? Leo angalia hasara ambayo imepatikana. Manifahamu Kwa hivyo naweza nikasema kauli za watu ambao kwa si wazalendo wa binafsi ndio waliosababisha yaliyotokea tarehe 29, na hakukuwa na maandamano. Ni vikundi vya wahuni wezi ambao kwa vimeratibiwa. Watu walikuwa wanajua hata nani atakwenda ripua wapi, mwingine atakwenda. Watu walikuwa wanalijua hilo, na walijua kwamba udhaifu utakao kuweko kwa jeshi la polisi siku hiyo, kwamba vituo vya kupiga kura ni vingi, polisi wengi watakuweko kwenye kusimamia nani. Kwa hivyo vikundi vile vitakuwa vinapata nafasi ya kufanya wanayoyataka, na wengine wameonekana mle kwenye mtu anaingia anaiba kreti ya bia na nini,